Okay. Okay, welcome guys. This is Diesel as usual, and kama kawaida leo nataka nionyeshe baadhi ya opportunities ambazo zilitokea katika market, lakini kuna wengi ambao tumepata, lakini kuna wengine ambao hatujabahatika kuzipata. Unaona, sasa nitaonyesha opportunities kama 6 za pair tofauti, tukianza na Euro USD. Tukianza na Euro USD leo imetupa entry ya kusell, ambayo hii entry ni aina ya version B of liquidity engineering. Sasa hii ni entry aina ya version B of liquidity engineering ambayo mtu akijiuliza tu tumeipataje, kwamba hapo unaona hii candle ilidanganya kama tuna buy, halafu mwisho wa siku tuka sell. Kwa lugha nzuri ya Forex, manake they create more buyers for them to sell the market. That's why the price come back and took this entry and we keep going. Kwa tunaangalia ile candle ya kwanza kuliquidatiwa, ambayo ilidanganywa kama tuna buy after tuka sell, na tukachukua. So this was the version B of liquidity engineering on 15 time frame. So we risk like how much, 9 pips, lakini ukiangalia mpaka sasa hivi price imefika, ilitembea mpaka pips 69. Kwa ukipiga hapo utajua ni 1 ratio ngapi. Kwa hiyo 9 pips 0.4 to 60 something, yani kama 1:7 hivi, 1:6. Sasa kwa sababu gani tumechukua hii? Ni kwa sababu mara ya kwanza tulipoingia ndani ya chart tulikuwa hatujui ni kwa sababu gani price imeanza kusell hapa, lakini price ikaanza kutrade kwa mfumo wa lower high, lakini ndani huku ikafanya breakout kama unavyoona hapa, then ikatengenezea liquidity area ambayo hizi ni internal structure, ni micro breakouts ambazo tunazitumiaga. Hizi ni micro breakout. Kwa hiyo price imechukua entry hapa na tukaendelea. Kwa this one was the one among the opportunity ambayo ilibidi tuipate, one among the opportunities ambazo ilibidi tuzitrade leo. Sasa ukiachana na hiyo, kuna opportunity nyingine kwenye Audi USD. Sasa hizi ni continuation entry. When we continue, tunapofanya continuation entry, hii mimi ndo nimekula. Umeona? Hii entry mimi ndo nimekula. Ukiangalia mimi natamba na hii entry, ngoja nikuonyeshe, maana nilitrade na vijana wangu hapa wa live trading. Vijana wangu hapa Signal. This one Signal, let me show you. This was very very nice. Unaona? Yep. You see? Audi USD sisi ndo tulitrade na setup yep. Umeona, uwezo ukatrade Euro USD ukatrade Audi USD at the same time, alright? Kwa hiyo entry ambayo tulichukua kama kawaida unaiona, this was version B of liquidity engineering. When prices keep creating the new low within a particular market structure, manake inazidi kukwambia kwamba price inazidi kukwambia kwamba tunaendelea na hiyo market structure. Kwa mfano hapa price ilianza kushuka kwa mfumo wa lower high, inatengeneza lower high, we get another lower low here, yes, you see, then lower high, ikaja ikabreak. Ilivyo break hapa, because sisi tunatafuta continuation entry, hii hapa candle ya kwanza, hii ndio variation B, tukadanganya kama tuna buy tuka sell, manake they create more buyers for them to sell the price. Sasa sisi hii kitendo inaitwa liquidity, hii kitendo inaitwa engineering of liquidity. Wewe uwezi kuiona engineering of liquidity. Naambiaga watu kila siku kwamba wewe engineering of liquidity uwezi kuipata. Umeona hii hapa, hii ndio
hapa kilichotokea wakati price inapanda ilikuwa inafanya liquidation. Sasa this one was our variation B of liquidity engineering. Price ikafanya retest, kwamba inaporudi katika variation B of liquidity engineering inafanya kitu kinaitwa retest. Kwa price ikafanya retest katika hii point here. Price ikafanya retest katika hii point, ikaendelea kusell. Sasa hii hapa imetuhakikishia na kutuonyesha stop loss tunaweka kwenye first point, yani tunaita furthermost deviation, the first point after the entry. Sasa hichi kitendo cha kudanganya kama tuna buy alafu tukasell, hichi wewe huwezi kukiona maisha yako yote. Wewe kama trader inabidi utafute hichi kitendo kinachoitwa liquidation point. Umeona liquidation? Kwa ukiangalia hapa hichi kitendo kilikuwa hapa, japo hiyo muda wa news naona ilizingua kama vile kama kuna mtu hapa alipigwa stop loss. We was having another entry which is variation B of liquidity engineering here, but this time also hii imekuja kulikuwa na news ikapiga stop loss, lakini hakuna ubaya. But this time also we have another one which is this one. Right, we have another entry which is this one, and I think that stop loss will be on this point here. Kwa ukiangalia hii entry yetu hapa, nimeambia kwamba wewe huwezi kujua hichi kitendo cha liquidity engineering of liquidity. Wewe utajua baada ya engineering of liquidity kutokea, wewe utajua liquidation point, the point after engineering of liquidity. But remember, this one is a continuation entry which we call it a variation B of liquidity engineering. This is a continuation. We just marking the first entry, the first candlestick. Ile candlestick ya kwanza ilikuwa inadanganywa kama tuna buy alafu tukasell, kwamba they create more buyers for them to sell the market. Ile candle ya kwanza kuwa liquidated ndo tuna deal nayo. Unaona? Kwa hiyo this one was a very good entry. Hii ilikuwa entry ya pili kwa siku ya leo. Kama ulikosa umeisha. So we smash this one in our VIP signal group. So if you want to join us, pia unakaribishwa. You can join us inside the VIP. Then another one nimesema natoa 6 hii ya pili. Tuende kwenye GBP USD. Okay, let's see GBP USD also. I only just want to show you the continuation entries ambazo wewe ulikuwa unatakiwa kuzipata siku ya leo. Alright, let's say that where is our continuation entry here? Alright, as you see here, it was on this point here, but it's like price, yeah, during news price imeonekana kama imechapa, lakini ilikuwa bonge moja la, hata stop loss yetu ingekuwa hapo, ilikuwa bonge moja la entry. Hii hapa kwenye hii ndio ulitokea kuipata hii kwenye short. So this one was variation B of liquidity engineering also. Yeah. Remember I told you breakout, definition of breakout is when the price BMOS manake is when the prices keep creating the new high or the new low within a particular market structure. So the moment the price is creating the new high or the new low within a particular market structure, hii inaashiria kwamba the price is keep going with the same market structure. If it was a bearish market structure, manake price inapo keep creating lows, inamaanisha kwamba tunaendelea kusepa chini. So you need to find what you need to find we need to find those, yes, we need to find those we call the selling entries. Alright, tunatakiwa tutafute hizo selling entries. Kwa ukiangalia hapa hii price inakuja paka huko, hatujamaliza here. So that one was the third opportunity I really decided to show you today. This one was the third opportunity. So if you was having my knowledge, you could not miss these entries. Ukuwa na haja ya kumiss hizi. Kama ulikuwa na knowledge yangu, basi ni simple knowledge, just continuation entries and like the stuff like that. Mimi naonyesha tu hivyo. Okay, let's see. Gold, nilifanya analysis ya gold leo asubuhi. I shared nilishare pamoja na gold. So also gold, exactly, gold also was very
beautiful entry on this point here. Kulikuwa na entry nzuri ya variation B of liquidity engineering. Ukiangalia, let me show you here, it was on the 30 minutes time frame. Price imecheza lakini mwisho wa siku imeenda. Ukiangalia entry yako iko wapi? Hapa, small variation B. Yes, that is your variation B of liquidity engineering. Where do you put a stop loss? Above here, the first point, inaitwa furthermost deviation, FMD. Umeona? Yes, kwa hiyo imegusa imefanyaje, lakini mwisho wa siku imetirika. Then I can show you the entry, my entry on the gold here. I have it and I'm still holding it because I know exactly where are we going to. So my first take profit is on this point here, and yes, my last take profit will be on this point there. So I will keep holding this price and see how the price will keep giving me, but that was a very nice entry, and imecheza lakini price imekuja imeshuka. Ukiangalia hapa, hii ilikuwa hapa tulidanganya kama tuna buy alafu tuka sell. Hii hapa variation B of liquidity engineering price, wow, tunashuka. Hiyo entry also, that entry I can show you that entry. Let me show you. Let me show you. Yes, this one. You see? Yeah. This one, I sold it on this point. We're going down till somewhere there. So I have it and I shared with some people there. So this one is this is how we trade. So that one, hiyo hapo ni namba 4. Hiyo ni entry namba 4. Entry namba 5 kwa siku ya leo. Let me show you entry namba 5 ambayo utakiwa usikose leo. Entry namba 5 ambayo utakiwa usikose leo. Tuende kwenye USD CHF. No, USD card, USD card, I think. Yes, it was very beautiful entry there on it was on a 5 minutes, I think, something like that. Yes, so uzuri wa hizi entry ambazo tuna nini, sisi hatuna haja ya kusnipe. Yani kwa mfano mimi sina haja ya kusnipe hapa. Mimi nataka price ianze kutembea, inionyeshe kwamba market structure iliyopo sasa hivi ni bullish na inipe sababu ya kubuy kama hivyo unavyoona. Kwa ukiangalia hapa, price ilikuwa imeshaanza kubuy na ikatengenezea breakout, kumaanisha kwamba breakout manake we creating the new high within a particular market structure. So this one was a bullish market structure and the price created a particular new high, this one, by breaking this the previous high here. So inamaanisha kwamba price ina buy. Sasa mimi ili kuisupport kubuy natumia kitu kinaitwa variation B of liquidity. Unaona hii candle hapa tulidanganya kama tuna sell alafu tukabuy, they create more sellers for them to buy the market. Kwa price ilivorudi imelitest hapa tukaondoka. Very beautiful entry. You were not supposed to miss this one, right? Ulikuwa utaki kumiss hii hapa. The last one, yes, GBP. The last one was in GBP card, something like that, I thought. Yeah, the last one was on GBP card, and the entry I think was only 15 minutes, by the way. No, this was Euro Audi. Yes, this was Euro Audi. Let me show you Euro Audi. I want to show you today's entries, right? Okay, so ya leo kwenye hii Euro Audi entry yetu ilikuwa hapa. Umeona? Hii ndio ilikuwa variation B yetu of liquidity engineering. Kwa price ilidanganya kama ina sell ikabuy, tukaja kuchukua entry hapa mpaka sisi tukaendelea kwenda juu. Lakini jana mimi nilibuy somewhere, I think here. You see, hii ni variation B, tumedanganya tuna sell tukabuy. Hii hapa imerudi imechukua
tumeendelea kwenda, tumedanganya tuna sell, tukabuy, imerudi imechukua, tumeendelea. Ingine kulikuwa na hii hapa, nzuri. Hii hapa tumedanganya kama tuna sell, tukabuy, tukachukua entry, tukaondoka. Let me show you that entry. Ngoja nikuonyeshe hiyo entry ya Euro Audi ambayo nilichukua hapa. Unaona hapa, hiyo ni jana, lakini sasa ukiangalia mimi sija snipe. Ukiangalia chat yangu inaonyesha sija snipe, lakini ngoja nikuonyeshe hapa. Alright, nimeshare kwenye group hapa. Hiyo yes, this one. Sasa ukiangalia hapa mimi sija snipe, lakini hii ni zero drawdown entry, yani ni entry ambayo haina kipengele, price imeondoka mazima. Hii hapa kwa unaweza kukuta mtu ana jamaa siku hizi ya snipe. Mimi najua ninachokifanya, mimi sina muda wa kusnipe huku, huu ni ushenzi. Mimi ninachotaka nione price imeanza kunitengenezea confirm. Confirmation ili nifanyeje niondoke. Umeona? Kwa hiyo entry yetu ndio ilikuwa hii hapa. Umeona? Entry yetu ndio ilikuwa hii hapa. Na ukiangalia vizuri hapa mimi nimeriski pips kidogo sana. Ukiangalia hapa hii hapa pap. Umeona? Price imeenda paka huko, si ndio? Sasa ukiangalia mimi hapa pips nilizo risk ni chache. Hii hapa. Umeona? Stop loss hapo, operation B yangu hiyo hapo. Nigeka hapa. Nimerisk kama pips 15 tu. Umeona? Halafu mzigo umeenda pips 120 na ngapi? Paka hapo. Umeona? Mzigo umeenda 120, 136. Umeona? Price imeenda 136. Kwa hiyo those were the entry that we katika hii wiki paka sasa hivi ulikuwa utakiwi kuzikosa. Sasa leo kulikuwa na entry kibao sana ambao ulikuwa utakiwi kuzikosa. Sasa thank you so much guys. Kama unataka kujiunga na Signal Group yetu, pia unaweza kutucheck ukajiunga, kwa sababu performance zetu ndio kama vile mishow. Mimi siwezi nika hapa VIP. This is VIP. Unaona? Tuanze, tutafute Jumatatu, si ndio? Tutafute Jumatatu tuone Jumatatu. Where is Jumatatu? Yesterday. Monday. Okay, this is Monday. Yeah, Monday hapa. Umeona, this one is Monday. Habari sell GBP/JPY. Yep. GBP/JPY tukapiga TP mzigo GBP. This is Monday. Yani natoa opportunity moja au mbili, yani lakini za uhakika. Umeona? Yep. GBP/JPY. Umeona? Hii hapa GBP/JPY kashuka sana. Umeona? Tukawa tumemaliza Monday kama hivyo. Monday. So yesterday was a Tuesday. Okay, tukaja Tuesday. What else? Tuesday, I think this one. Yes, USD/CHF. Nadhani Jumanne tulisell USD/CHF ambayo ilikuwa ni iko wapi yesterday. There's somewhere here I sell USD/CHF.
I think something like that. USD CHF. So today we sold Audi USD, this one. Sell Audi USD, and the chart was this one. I just want to know Tuesday I was having USD CHF. I think this one. Yeah, this one USD CHF, and the profit was this one. You see? Yes. So that was Tuesday. Then today, leo ambao Jumatano, leo tulikuwa tuna sell Audi USD, na kama unavyoona imetaradadi kama hivi, tumeua. Kwa hiyo signal moja mbili, lakini zinakuwa za unyama kama hivyo unavyoona. Thank you so much guys. If you want to join us, wewe ni cheki kwenye namba ya simu. Kama unataka signal zetu, ni cheki kwenye namba ya simu 0688814812. Cheki WhatsApp, piga normal call, utanipata ili tukimbize. Kama unataka hizi entries, unataka signals kama hivyo accurate wiki nzima, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tunakimbiza, mpaka weekend pia tunakimbiza volatility. So ukiangalia kwa mfano hapo winning rate yetu mpaka sasa hivi inasoma 100 kwa sababu kuanzia Jumatatu mpaka leo hatujaita stop loss hata moja, mpaka leo Jumatano. Kwa kesho Alhamisi za tusipige stop. Kwa hiyo wiki inaweza kaisha hata tusipate stop loss, na ni kawaida kabisa, kwa sababu sisi hatupambani kusell, sisi hatupambani kuingia huku chini. Umeona, sisi tunasubiri price ianze kutupa sababu ya kubuy au kusell. Mimi kwa nini ni buy price wakati bado ina candle zote za kusell? Kwa nini nifanye? Nataka candles zibadilike ziwe za kubuy ili buy. Sasa hiyo ndio logic yangu ambayo napenda kuitumia. Kwa hiyo liquidity engineering traders, kazi kwenu. Thank you so much. See you next time.